Hello, karibuni katika sehemu yetu ya 3 ambapo tutajifunza namna ya kuandika syntax ya Python na tunaweza tukai-execute Python katika modi ngapi. Na Python inaweza kuwa executed katika 2 different modes ambazo ni interactive mode na scripting mode. Interactive mode ni kama hii ambayo tunafanya hapa, maana yake unaandika script yako na unapata output on the same window kama ifuatavyo. Kwa tunaandika print let's say hello Python. Kwa tukirani hii tunapata output on the same window. Hii tunaita ni interactive mode. Lakini scripting mode unatakiwa uandike file ambayo utaisave na extension ya .py. Kwa utatengeneza file ambayo utaisave na extension ya .py alafu utairun. Kwa mfano tunaweza tukafanya kama ifuatavyo. Tunaweza tukaifanya kwenye PyCharm, tukatengeneza new project, labda tukasema tuiache default Python project, halafu tutengeneza kwenye this window. Kwa hiyo scripting mode inakuwaje? Scripting mode inatakiwa tutengeneze file halafu tuipe extension ya .py, halafu baada ya hapo tukishakuwa na hiyo file, remove this. Kwa mfano tuna file hii hapa inaitwa main.py, this one. Au tunaweza kutengeneza file nyingine hapa kwenye project yetu, tukaja new, tukachagua Python file, kwa tukasema 1, kwa itatengenezwa na extension ya .py kwa sababu tumechagua ni Python file. Kwa tukitengeneza 1 utaona hapa imeandika 1.py. Kwa hiyo hapa hivi unaweza kuandika script ukasema print labda 1. Kwa hiyo tukirun hii kwa kubonyeza kwa ku right click labda alafu tukarun 1, maana yake itatuletea output ambayo ni 1 hapa chini. Kwa hiyo hii ndo scripting mode, maana yake you write a file which is having an extension of py na then unaweza ukairun. Kwa mfano kwa wale wanaotumia Linux au Windows pia unaweza ukatengeneza script yako hapa, tukasema labda hii ni 1, tukafungua editor yetu, tukasema gedit alafu tukasema ni 1.py. Kwa hiyo tufungulia file au tutatengeneza file ambayo inaitwa labda tuiite 2.py. Alafu tukirun hii itafungua hapo, tukiandika print, tukiandika script hapa ndani ya print 2, labda tuseme hello 2, halafu tukasave, close. Tukija hapa tukilist file zetu tutaona tuna file ambayo inaitwa 2.py. Sasa tunairani vipi kwenye command line? Tunaandika python 3 alafu tunaandika 2.py, tukirani itatuletea so kuna syntax error, we need to edit that file. Kwa tutakuja tutaedit file yetu, tutasema gedit alafu tutasema 2.py, tutakuja kuedit hapa, tujaweka koma. Kwa tutasave tena, halafu tutafunga. Tukirudi hapa tukirani python 3.py, kuna shida nyingine, hatujaweka hapa, hatujafunga na hizi fungua semi na funga semi. Kwa tutasave tena, halafu tukirudi hapa tukirani, naamini sasa hivi itafanya kazi. Kwa print hello 2. Kwa hiyo itakuwa ni unavyoweza kurun Python kwenye command line au kwenye terminal kama unatumia Linux. So kitu kingine ambacho tunatakiwa kukifahamu ni variable au identifiers. Kwenye programming tunaita variables au identifiers, variable name, ambazo hizi zinakuwa ni kama vihifadhi data, kwa maana kwamba vinatunza certain data au certain values ambazo tunaweza tukahitaji kuzitumia baadaye. Kwa mfano tunataka tuje tu print jina la mtu, kwa hiyo tunaweza tukaamua tulitunze somewhere, halafu tuje tuliprint kutokea pale. Kwa mfano tunataka kutunza jina la mtu, kwa tunaweza tukasema tuna variable inaitwa name, halafu tukaweka labda Juma. Kwa hiyo hii jina la Juma limetunzwa kwenye variable yetu ambayo inaitwa name. Kwa hiyo hii ndio tunaita
identifier au variable name. Kwa hiyo nikija nikirani hii cell kwa control int, alafu nikaja chini nikasema print name, maana yake itaniletea Juma, kwa sababu Juma nilikuwa nimehifadhi kwenye name. Sasa kuna sheria mbalimbali ambazo unatakiwa kuzizingatia wakati wa kutengeneza variable name. Ya kwanza ni kwamba variable name inatakiwa iwe na numbers, iwe na letters, alafu iwe na underscore. Maana yake ni kwamba haiwezi ka contain special characters. Kwa mfano alama ya asilimia au alama ya kuuliza. Kwa mfano labda hapa tutengeneze name, halafu tuweke alama ya kuuliza hivi. Hasa hii inakuwa sio variable. Unakuja tengeneza variable, ukiangalia inatuletea kitu kingine kabisa cha tofauti, au uweke alama ya hii hapo, inatuletea kitu kingine tofauti kabisa. Sasa variable name haitaki contain hizo special characters. Kitu kingine, haitaki kuwa na space katikati. Kwa mfano hapa tuseme labda tumeacha hivi, hii inakuwa tena sio variable, haitaki kuwa na space. Labda kama unataka kuunganisha maneno mawili, tunatumia underscore. Kwa hiyo tunaweza kusema name of a person. Kwa hiyo hii inakuwa ni best way ya kutengeneza variable kwa kutumia underscore kuliko kutumia spaces. Kwa hiyo hii inakuwa imefahamu. Kwa tukija kuita hapa tukisema name of a person, italeta Juma kwa sababu hiyo Juma imetunzwa kwenye name of a person. Kitu kingine pia inaangalia herufi kubwa na ndogo. Kwa mfano hapa tukisema tuanze na herufi kubwa, hivyo name of a person, alafu huku tukaita herufi ndogo, itasema haitambui kwa sababu ni variable mbili tofauti. Kwa mfano labda tuseme hapa tuite temp is equal to 20, halafu tu run, halafu hapa tuje tuite temp kwa herufi kubwa hivi, maana yake itasema haitambui au hivyo haijawa defined. Kwa hiyo variables pia ni consistive. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine. Kwa hiyo unaweza kuwa na variable ambayo inatunza number au inatunza string kwa maana ya maneno, au inatunza herufi, kwa vitu kama hivyo. Kwa lugha zingine kama Java au C++, unatakiwa specify, useme je, unapotengeneza certain variable unataka kutunza string au unataka kutunza integer au unataka kutunza herufi. Lakini kwenye Python hatuhitaji kufanya hivyo, kwa sababu yenyewe inaelewa automatically kwamba hapo umetunza string au hapo umetunza number au integer kama hivyo, au umetunza decimal au umetunza float. Kwa hiyo yenyewe inafahamu. So kutoka hapo kuna kitu kinaitwa keywords. Keywords ni nini? Keywords ni maneno ambayo yamehifadhiwa kwa ajili ya matumizi ya lugha fulani. Kwa hiyo lugha ya Python kwa sababu inatumia Kiingereza, kwa hiyo ina maneno fulani ya Kiingereza ambayo yamehifadhiwa kwa ajili ya kuyatumia kwenye hii lugha ya Python. Kwa hiyo kama hapo unavyotengeneza variable, hauwezi ukayatumia yale maneno ambayo ni reserved words, au hizi keywords hauwezi ukazitumia. Mfano wa hizo keywords ni hizi nilizoandika. Kuna and, kuna is, kuna not, na hizi zote utaona kuna continue, kuna from, mpaka hii global. Kwa hiyo hizi zote ni keywords au ni list of words ambazo zimekuwa reserved kwa ajili ya matumizi ya lugha ya Python. Kwa mfano hapa tulivyotengeneza hii variable temp, hatuwezi tukaja tukatumia return, kwamba tukasema hii ni variable name yetu, itatukatalia kama unavyoona inatuambia invalid syntax. Lakini kikubwa ni kwamba hii return ni keyword, kwa hiyo hatuwezi kuitumia kama variable name. Kitu kingine ni line and indentation. Utakumbuka kwamba kwenye language zingine, kwa wale ambao wamewahi kufanya kazi na language kama Java au C++, tunapotaka kuandika block ya code tunatumia indentation, au tunatumia curly braces, kwa maana ya mabano ya kufunga na kufungua, ambayo ni haya hapa, kutengeneza block fulani ya code. Kwa mfano kama ni block ya for au block ya while au block ya if statement, tunatumia hizi curly braces. Lakini kwenye Python hatutumii hizi, na badala yake tunatumia indentation. Indentation tunaitumia vipi? Indentation inakuwa ni nafasi inayoachwa
baina ya mstari mmoja na mwingine, na kwa Python kuna specification ambazo tunatakiwa kuzifuata, ambapo hizo indentation zinatakiwa ziwe ni multiple of 2. Kwa hiyo inaweza ikawa ni 2, ikawa ni 4, ikawa ni 8, ndo unatakiwa kuacha hivyo. Kwa mfano tukasema unaweza kaacha hizo ni hizi, tunaweza kaacha hizi ni 2, kaacha zingine, kwa hiyo inakuwa ni inaweza kawa ni 2, 4, 8, zinaenda hivyo. Na hiyo ndo namna unavyoweza kutengeneza block of code. Tutakuja kuona baadaye tukija kuanza kutengeneza. Tunaweza kwa mfano tunaweza nikasema hapa nimetengeneza 4, nikasema for h labda ini certain series hapa, labda in range of 0 to 10. Halafu nikitaka kuja chini mstari mwingine, ingekuwa ni language nyingine, ningeandika hizo curly braces kwa maana ya kuja kuweka statement zangu zingine hapa ndani, lakini kwa sababu ni Python sitaki kuweka curly braces, na badala yake nitatengeneza hivi, alafu nitakuja nitaacha space huku mwanzo kama unavyoona, alafu hapa nikiandika print, labda nikiandika print h, maana yake itakuja kuprint kitu kama hicho, lakini sijaweka curly braces na badala yake nimetumia indentation. Utaona kuna space hapa mwanzo, hii ndo tunaita indent. Kitu kingine ni quotation. Quotation ni naweza nikasema ni kama tunavyotumia kwenye lugha zingine. Kwa mfano katika kama hii print statement hapa, kwa lugha zingine tunaweza tukafatisha maneno hapa kadhaa, halafu tukaja tukaweka hiyo variable yetu tuka print kama ifuatavyo. Lakini kwenye lugha kama Java unaruhusiwa kutengeneza double quotes, lakini huwezi ukatengeneza single quote au ukatengeneza triple quote. Lakini Python inakuruhusu kufanya kazi na single quote, triple quote, zote unaweza kufanya nazo kazi. Kwa mfano hapa tunaweza tukatengeneza variable ambayo ni ya string kwa maana ya neno, alafu tukatumia single quote au double quote. Kwa mfano tuseme tutengeneze variable ya gender. Kwa tutengeneze gender, tunaweza tukasema gender tukaweka k kwa kutumia double quote, na tukija kuprint hapa tukisema print gender hapa ita print gender kama kawaida. Lakini pia tunaweza tutumie double quote tukatumia single quote tukaandika k, na tukija kuprint bado ita print k ile. Lakini pia unaweza kutumia hata triple quotes pia ukaweka home, na ukija kuprint hapa ita print hiyo text yako kama kawaida, japo tutaona matumizi mengine ya triple quote ambapo kuna kitu kinaitwa docstring. Tutaona namna gani tunaweza tukatumia triple quotes kwenye docstring. Kwa hiyo namna ya kufanya quotation kwenye Python. Kitu kingine ni comments. Ni namna gani tunavyo comment. Comment ni mistari ya code ambayo inakuwa ignored na interpreter, kwa maana kwamba inakuwa haiwi interpreted wakati program inapokuwa interpreted. Na hii lengo ya hizi line inakuwa ni kuelezea kile ambacho kinafanyika katika mstari fulani. Unaelezea huu mstari unafanya hiki na hiki, au hii segment of code inafanya hii task na hii na hii na hii, ndo tunapoweza kutumia comment. Sasa kwenye Python comment tunatumia alama ya reli. Kwa ukiandika alama ya reli afu ukaandika maneno mbele, maana yake hayo maneno yanakuwa ignored na interpreter. Na ukitaka kuweka multiline unaweza ukaweka tena alama ya reli nyingine ukaweka comment yako. Japo pia unaweza ukatumia triple quotes kutengeneza comment ambayo inakuwa ni multiline comment, ambapo hii inakuwa ina namna yake, namna ya kuiweka ili isiwe printed. Tutaona kwenye wakati wa kutengeneza docstring, lakini pia kuna muda inatumika kama moja kati ya njia za kufanya commenting. So baada ya hapo kuna printing. Printing ni nini? Printing ni tunakuwa tunataka kupata output ya kitu fulani ambacho tumekiweka kwenye function ambayo inaitwa print.
Kwa mfano hiyo function umeona tukiitumia sana toka huko juu, tunasema print, na ndio hii ambayo nataka kuielezea hapa. Hii function ya print inafanya kazi ya kuleta matokeo ya kitu ambacho unakipitisha hapa ndani. Kwa mfano tukisema print hii, maana yake ita print hicho kitu ambacho umekipitisha hapo ndani. Sasa hii function ina parameter mbili, ambapo parameter ya kwanza ni sep. Kwa sep inakuwa ni parameter ambayo unataka kuweka separator kati ya vitu ambavyo unataka kuviprint. Kwa mfano hapa tungekuwa tuna kitu kingine hapa tunataka tukiprint pia, labda tuseme nyara.dev tunataka kuiprint na hapa tuweke ni bamaga, tuseme bamaga.io tunataka kuiprint na nyara.dev, lakini tunataka ziwe separated. Kwa hiyo tunaweza tukaweka pipeline ikawa kama separator. Kwa tukirani hivi, umeona tutaona bamaga.io lakini zimekuwa separated na nyara kwa kutumia pipeline. Na kitu kingine ni kuna parameter inaitwa end, ambapo hii end inakuwezesha wewe kuweza kwenda mstari mwingine au kutokwenda mstari mwingine. Kwa mfano hapa nikiweka print nyingine, halafu nikaweka tujifunze, halafu hapa nisipoweka hii end hapa, kwa mfano end ikiwa haipo, hii mistari itakuja ikiwa, au hii code zitakuja zikiwa katika mistari miwili tofauti kama unavyoona. Lakini naweza nikataka mimi hii tujifunze ije mstari mmoja na bamaga.io na dev. Kwa nitafanyaje? Nitaandika end, halafu nitaweka kuna kitu inaitwa escape character. Hasa escape character ni certain characters ambazo ni specific, zinakuwa na task specific. Kwa mfano moja ya escape character ni hii hapa, ambayo hii inatusaidia sisi kubreak mstari mmoja kwenda mstari mwingine. Kwa hiyo nisipopitisha kitu hapa, maana yake ni kwamba nataka vitu vyote vinavyofuata chini vije mstari huu wa juu. Kwa hiyo nikirani hapo, umeona hii bamaga.io, nyara.dev na tujifunze zote zimekuja mstari mmoja. Kwa hiyo hiyo ni function ya print. Na baada ya hapo kuna data types. Sasa data types ambazo ni aina ya data ambazo Python inazisupport. Kuna numbers, kuna string, kuna list, kuna tuple, kuna dictionary ambazo tutajifunza baadaye. Lakini kwenye numbers kuna integer, ambapo integers zinakuwa ni namba kamili. Kuna long, ambazo long na integer tofauti yake ni kwamba inakuwa ni ile size ambazo zinachukua kwenye memory, ambapo long inachukua size kubwa kuliko int. Alafu pia kuna float ambayo inakuwa ina represent numbers ambazo zinakuwa na desimali. Halafu tuna complex number, ambazo hizi tunajua ni namba ambazo zinakuwa na imaginary part na real part. Kwa mfano tutatoa mfano mmoja wa complex number. Kwa mfano niseme this is my complex number, halafu niite 8 jumlisha 7j labda. Hii ni complex number ambayo ina imaginary part na real part. Kwa hiyo Python inakuwezesha wewe kufanya kazi pia na complex number. Kwa mfano nikisema nikitaka kuaccess real part, nikitaka kuaccess real part ya hii complex number, maana yake nitaandika comp, alafu nitasema real, alafu itatoa output ambayo ni 8. Na nikitaka kuaccess complex number ya image itakuja 7. Kwa hiyo hapa inaniletea real part na imaginary part ya hii complex number. So hiyo ni namna ya kufanya kazi na hizi numbers. Kwa hiyo unaweza kaweka namba iwe integer au iwe long, iwe float, ambapo float ni kwa mfano tukisema a ni sawasawa na 1.4. Hii namba nikija kuangalia type, nikisema type ya a itaniambia nini? Ni float, kwa sababu ina support namba ambazo zinakuwa na desimali. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine. Na vitu kama hivyo long na mambo mengine. Pia kuna Python string, ambayo string nishaongelea inakuwa ni maneno. Kwa hiyo inakuwa ni mkusanyiko wa herufi. Kwa hiyo unapokusanya herufi zaidi ya moja unatengeneza string au unatengeneza
neno. Kwa hiyo kutengeneza string ndio kama tulivyokuwa tunatengeneza jina kule, ambapo unaweza kutumia single quote au kutumia double quote au kutumia triple quote. Hiyo inakuwa ni string. Kwa mfano nikisema hapa name, nikasema Hassan, maana yake ni kwamba nimetengeneza string ambayo ni Hassan. Kwa hiyo naweza nikafanya vitu tofauti na hiyo string. Kuna namna ya kuaccess string characters au string elements, ambazo kama hapo kwenye Hassan, labda tunataka kuaccess any, tunaweza tukatumia index, na index tunazihesabu kutoka 0 kuanzia kwenye h, tunahesabu kutoka 0. Kwa hiyo tutasema ni 0 1 2 3 4 5. Kwa hiyo any ipo kwenye index ya 5. Kwa hiyo nikisema name halafu nikasema 5, maana yake ita print any, kwa maana itaniletea herufi any ambayo ni ipo katika nafasi au position ya 5 ya hiyo string ya Hassan. Lakini pia naweza nikataka ni access kutoka 0 au ni access kutokea kwenye a niache h. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa slicing ambapo unakuwa na access string katika makundi. Kwa mfano nataka kuaccess kundi la hiyo Hasani niache h. Kwa hiyo nitakiwa kujua a ipo kwenye nafasi gani, ambapo ipo kwenye nafasi ya kwanza. Kwa hiyo nitasema nataka kuaccess kutoka kwenye 1 kwenda mbele. Kwa hiyo itaniletea hizo kutoka kwenye 1 kwenda mbele. Lakini pia naweza nikataka ni access kutokea mwisho kuja mwanzo, kwa maana ni print string yangu kinyume. Kwa hiyo nitaandika hivi, na nikiandika hivi itaiprint kinyume. Kama unavyoona h ndio imeanza afu n imemaliza. Kwa hiyo hii ni slicing operator, ambapo unaweza kuifuatilia zaidi, na tutaangalia huko mbele kwenye data types zingine za list na tuple namna gani inafanya kazi. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni kuhusu string, na kuna operations pia zingine unaweza kuzifanya kwenye string. Kwa mfano unaweza kusema hii string nataka tuiduplicate, kwa maana tunaweza tukataka kuizidisha au kuiunganisha na string nyingine. Kwa nitasema name, nikisema hii inaitwa alama ya nyota au asterisk. Kwa nikisema name afu nikaweka alama ya nyota nikasema 2, maana yake itazidisha hii string ya Hassan mara 2, itaniletea Hassan 2. Na nikisema labda name nijumlishe na string nyingine, labda niseme Juma, kwa itachukua name itaunganisha na Juma, tunaita concatenation, kwa itaniletea Hassan Juma. Kwa hiyo hizo ni namna ya kufanya kazi na string. So asante kwa kunisikiliza. Tutaendelea na sehemu yetu inayofuata kwa kuanza na data type conversion. Baada ya kuona data type tulizonazo ambazo ni kama integer, float, string na vitu vingine, tutaona sasa tunaweza tukachange vipi data type moja kwenda data type nyingine. Asanteni na tufuatilie session inayofuata.